mzee mwenzangu. Kwa hiyo ile misukule haijawahi kula. Umesikia? Kwa hiyo nataka tukaisaminishe kwanza. Sawa. Tufanyaje? Tuisaminishe kwanza. Au unasemaje mzee mwenzangu? Tumekuelewa. Sababu wale nao tumeweka pale ndani ya tunatumia sisi. Fanya shughuli zetu ndogo kama tunatumia sisi ndio wao. Kwa hiyo tunafanya haone ili tujue kwa au sawa. Ila sisi hawezi kula. Sawa. Maana pale katikati pale kuna kule mmoja ni mbishi sana. Ule mmoja ule ni mbishi. Yupi huyo? Ule mfupi. Umeona nini? Yule kijana alikuwa anavuta bange. Kijana bana. Ngoja niliwaambia. Mbona kidogo? Mimi wangu nawategemea shughuli zangu ndogo. Sasa tunarekebisha. Wale lazima waache. Lazima hivi vitu zao wanavyotumia waache. Yaani kwamba mpaka sasa hivi kwamba wapo kwenye hatua za kuacha kwa sababu leo ni wiki ya pili. Hawavuti. Ni kwamba wale wataacha. Tawaone ili tuwe kwa tunawafanya chakula. Tunajua kabisa kuwa wanafanyaje kazi. Hapo mimi nimeandaa majembe mapya manne. Mipini yake kabisa. Sawa. Kwa hiyo atakapofanya watu watapata na chakula wale kwa ajili ya kufanya shughuli. Ete mkono bwana tuondoke. Acha bwana. Hapo ndo mahali walipo. Sawa. Ngozi. Sasa kule. Nitafanya kazi za shamba. Nitafanya kazi sawa. Kila wana. Mwenzangu bado kamati haijakamilika. Ile mwanadada yuko wapi? Yule bwana yule anatoroka. Sawa. Kwa hiyo hii itakuwa mfano kwenye kijiji. Sawa mzee mwenzangu. Sababu hii itakuwa inaenda kuletea vitu vikali. Sawa. Kuleta vitu mashambani. Wasije kisha kabisa. Oh. Kuagiza ukaniletee mtu. Sawa, umesikia mzee wangu? Bwana mzee wangu. Sawa. Bwana jembe. Niagiza linaye. Hawa kazi zao ni kabisa. Na kuagiza kuleta nini? Kuleta watu. Endeleeni na shughuli zenu. Mzee wangu. Sasa hawa wanatii. Kama nimewaona wako vizuri. Wanasikiliza kwa sana fanya. Ukiwatuma sehemu yoyote unafanyaje? Hata wewe unaweza ukasema bwana, mimi nataka moja naye sababu wanatii kazi. Sawa, hata nikuache, tutakutana baadaye maskani. Sawa. Changamoto sana. Ila kula hapo kaliachia vitu. Najua cha kufanya. Hao nitacheza nao.
Mimi ondoka na wewe. Neno kuna kutoka. Nilichokutana nacho sio kitu cha kawaida kabisa. Wajua mimi nilikuwa nasikia kwamba huu mji labda kuwa hichi kitu kina mauzauza, lakini nilikuwa nakataa. Leo nimefika kwenye msitu wa mzee nani pale karibu pale. Wa mzee Juma pale. Nafika pale nasikia sauti. Niko nakemea. Ile sauti nafaa kufanya. Nafaa kujirudia. Asamia mimi. Nikasika ndao. Bora sasa kaona hapa nitakufa. Niache afu matokeo yake nimekufa mimi nipo kitandani. Tayari ndugu zangu anaanza kukaa kikao kwamba mtu fulani alisiwe. Nikaona hapa naunga. Yaani hapa ni safari tusiangalie yote. Unaelewa? Nikaona hapa mfanyaje? Nikaje. Hichi kitu chetu wakifanya. Kweli mume wangu. Hichi kijija kifanya. Tunakumbuka hata jana lakini nilikwambiaga. Hichi kijija kifanya mtu wangu. Hichi kijija hebu tunataka. Maana kwa kweli tukimbia tukifanye. Unaelewa? Kwa tukimbia tukifanye. Nimepata taarifa kuna kijana ambaye yeye ana uweledi fulani wa kuweza kuona masuala ambayo yanatendeka kwa watu. Yaani kama unafanywa uchawi, yeye akija kutizama tu anajua kabisa kitu ambacho kinafanya kinakusibu. Yaani kama una tatizo lolote ambalo liliwahi kukupitia, yeye ana uwezo kufanyaje? Wa kuweza kuliona hilo tatizo. Sasa sisi tunatafute. Alafu sasa yule mwenyekiti ambaye ndio mwenyekiti wetu wa kijiji ambaye tunamtegemea sana katika haya masuala. Kila akipewa taarifa, amepewa taarifa mara ya kwanza. Watu wakaenda kwenye kikao. Mimi sikuwepo kwenye kikao kama unavyokuambia mimi nilitoka kwenye mazingira. Nilitoka kidogo kwa ajili ya kwenda kutafuta. Lakini kila aliyoenda kwenye kikao anakuja anakuambia mwenyekiti kila anayempelekea taarifa, kila anayempelekea taarifa anaambia sisi tunafanyia kazi. Sasa mimi na wasiwasi na mwenyekiti. Mwenyekiti atakuwa kuna kitu ambacho anakifahamu yeye. Na yeye yupo, mbona hataki kukulishuhudia? Hajafanya kitu hata kimoja. Kwa mwenyekiti kazi basi. Ila ngwambie, si tuache. Tumache Mungu kiasi sasa hivi. Tufanye tena tupate. Kwa gharama yoyote. Yaani kwa gharama yoyote. Kijiji serikali ya uchawi sisi tunapambana nao wote kimya. Kwa sababu sasa hivi kuna vijana wamepotea. Vijana watatu hawajulikani hata walipo. Alafu kuna mzee mmoja huyo anafaa kujibu shombo. Anasema nyinyi mwajidemu wajua sana. Hamtoniweza kwa lolote. Mzee pale chini pale. Huyo. Kule Mungu juzi nimepita pale. Akikuangalia tu sina kusisimka kama unamwogopa haja kusalimia. Ndio hapo sasa. Huyo mzee huyo. Ule unaona kwenye kikao? Je, kumuona mimi kwenye kikao? Huyo mzee si. Na atatumewa nyumba moto. Mzee, mtu wangu nenda kaendelee na kazi. Sasa nifanye nini huyo mzee vitu?
yanayotokea leo. Yaani kama sio kuachiwa na yule babu kwa vitu. Ningeteseka sana. Nimepita huko chini huko kwa mazauza. Nimechukua mmoja mimi nakuchukua sehemu. Sasa hivi nimekaa napita zangu hivi kama sielewi.